Wanasema nikipiga mchongo nipeleke hela yote. Oya, nitakufa na njaa. Siwezi kupeleka hela yote kanisani. Hiyo hela sio yako. Mzee angeamua kukubania wiki nzima, ungetoa mlio. Wanaokopa hawakukopeshi, alafu mchongo ndo haukubali. Mzee si ameamua. Kwa hiyo hela inaingia mkononi mwako kwa sababu Mungu amefanya nini? Ameamua. Elia anaenda kule, ameenda kujificha kule. Alipojificha kule, hakuna chakula, hakuna nini. Mungu anainua kunguru, ndo anaanza kufanya nini? Pamoja na ulafi wa nyama wa kunguru, kinywa kikafanya nini? Sijui unanielewa? Mungu akiamua anaweza kufanya lolote kwenye maisha yako. Haleluya. Amina. Hata ukipata mchongo wage unamshukuru Mungu, asante Mungu kwa kunipa mchongo. Unanielewa vizuri? Kuna mtu huo mchongo amekwepesha hajapata na amelalamika, alafu umeangukia mikononi mwako. Alafu bado mzee unampiga fungu la 10 panga. Wataendaje pasipo kupeleka? Asubuhi ya leo natamani niende na watu Sudani Kusini. Asubuhi ya leo natamani niende na watu Ninawi. Asubuhi ya leo natamani nivuke na watu mipaka, tukayubiri Injili. Wengine ni miguu wataenda, na sisi wenye mikono tutafanya, na wenye macho watatazama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nampenda mama mmoja alisema, Kaseko, natamani na mimi kuwa naenda kuhubiri Injili, lakini sasa mimi umri wangu naona kama umeenda, ila nitakuwa naenda na wewe kuhubiri Injili. Nikamwambia mama, twende, ninajua namna gani utaenda. Nikamwambia mama, twende. Ninapopanda pikipiki kwenda kuhubiri Injili au nabeba vyombo, yeye anatoa nauli ya kupelekea nini? Vyombo. Tunaenda wote kuhubiri nini? Injili. Ninatamani watu wavuke na watu mipaka kwenda kuhubiri Injili. Ninatamani mimi na wewe tukahubiri Injili. Naomba nikwambie watu walioko